My Father. Ashe babalang. Thank you, Holy Spirit. Ashalta sinyati. The Apostle Paul anasema, Edeja Apostle Paul, sikuja kwenu katika maneno ya ustadi. etwalo dweniti torore ilangariano. Anaambia wa Korintho, Grabajo kiri Korinthio. I did not come to you with eloquent words, Etwalo dweniti torore ilangariano. with good speech, Ashitondoro sidan. but I came to you Kakayewe niti with the demonstration of power. palo rei palunyengolon The word nangai. of God and the demonstration of power. Engbo palo rei palunyengolon nangai. I believe tonight and as we continue until Sunday, Eki kaibi kairu kajore kigira endelea mpaka yenye Jumapili. God will help us Kile ngai aredi yok in Jesus' mighty name. kwa jina la Yesu. Glory to God. Theme ya mkutano ni Isaiah. Ore elukunya orore iltana tumo ne mbugu ya Isaya. Isaiah chapter 43. Isaya emadu artham okuni. Hapo ndio neno la Bwana lipo kwa hii mkutano. Na ineweji etio orore ilana tumo. Vile Bwana amemuongoza mtumishi wake na akaweka. Ana anathorego yanga yo singa lenye nepikilorore yatwa ninye. Isaiah, the old chapter of 43, Ore Isaya emadu artham okuni enjapata pokin. is all about deliverance and restoration. Na keimaki Isaya romoni artham okuni enchukunoto walakunoto. The whole chapter. Na matua pokin. Redemption Elakunoto and restoration. wenchukunoto. To be redeemed, Ashuku. to be delivered. Alaku. Upon Mount Zion, the Bible says in Obadiah, Kejo Biblia tembuku na jene Obadia. juu ya mlima wa Zayoni Ore na shumaroldo nywe la Sayoni. kutakweko na wenye kuokoka. Kebo yaru mile lojeu. Kiswahili nasema wenye kuokoka, Kejo Kiswahili lojeu. lakini Kiingereza nasema kutakweko na ukombozi. Nejo de Kiingereza kebo yaru melakunoto. Kutakweko na ukombozi Kebo yaru melakunoto. na nyumba ya Yakobo Ore nkaji e Yakobo. itamiliki miliki zao. Na kebu ajung enjungore nye. Kazi ya kanisa duniani ni kazi mawili peke yake. Ore siya ya kanisa ya dunia musimana ndokirin ngaraki. Hama naweza ongeza ya kazi ya tatu. Ashuka ide maema ndoki uni ashura Ya kwanza ore ndoki abuko ya kanisa. ni kungoja Bwana katika utakatifu. Na benyu Yesu merushikunye edininja atwe sinyadisho. Ni kujitakasa katika kumngoja. Ai sinyade granyu enjukuno de Yesu. Kuishi maisha matakatifu. Abirengishu yesinyadisho. Ya pili Ore nyare ni kushuhudia huyo Mungu tuliyemwamini. na Aisha geno inai nigiruko. Katika matendo, Tongi asin, katika ishara, ton monek, katika maajabu done gengasi, na hata katika upendo. ode nyorara sina nyorangai. Hiyo ndio manake tunaenda nje na kupeleka upendo tulio nayo. No shibage mbambo alimu Aisha geno. Ndio manake tunapatia watu vitu. Amu kinjol tungana gendo. Tunapatia watu vyakula. Kinjol tungana genda. Tunabariki watu na mafasi. Ni kinjol ngelani. Tunasomesha watoto wale mayatima na wale hawajiwezi. Kwa sababu ya spreading the love of God in us. Kazi ya kanisa ni kutangaza, kushuhudia Yesu kwa matendo. Na vile vile na kuponya watu. Wale walio wagonjwa tunawaponya. Walio na ugonjwa wa mwili na walio na ugonjwa wa roho. God has called us to heal his people. Tuponye mawazo yao, tuponye roho zao. Kazi ya tatu ya kanisa ni kumiliki, ni kuchukua, ni kutawala, ni kumiliki. Those are the three walk the church. Sasa ya pili ya kushuhudia ndio imebeba evangelism, ndio imebeba conferences, ndio imebeba door to door evangelism ya kuambia watu, ndio imebeba humanitarian ya
ya kujengea watu manyumba, tunajengea watu makanisa kama hii nzuri ili wapate mahali pazuri pa kuabudia. We do good things for people. Ya tatu ni kumiliki, ni kuchukua na kutawala. Ndio manake wale waliookoka wanafaa watawale hata kwa viti vya kisiasa. Wandugu waliookoka na wadada waliookoka hawafai kusikia hofu wanapotafuta hizi vitu. Wakienda kutafuta kiti ya county assembly ama national assembly ama governor ama president, hawafai kuogopa. That is our mandate here. Yesu alisema occupy, tamalaki, chukua mpaka nikuje. Na kasi yangu siku leo niko kwa hii ya tatu ya kukuwezesha umiliki kwa maneno matakatifu ya Mungu. Haya ni kuonyesha jinsi ya kumiliki, kwa sababu ukikuwa mumiliki utashuhudia kwa urahisi, utabariki watu kwa rahisi, utaspread the love of Jesus kwa rahisi, hautang'ang'ana kufanyika baraka kwa sababu umemiliki. Mungu hataki kanisa dhaifu. Ndio manake kwa kanisa lazima tuwe na members of parliament, members of county assembly, presidents, professionals, watu ambayo ni wa taaluma mbalimbali, lawyers, doctors, teachers, the people who have all, wale wako na kila kitu, so that wakati tunashuhudia tuko self-contained, non self-confused. Na leo nimekuja hapa na resho niseme wakati wenu wakuwa namba 3 ya kumiliki imefika. Nasema imefika. Haleluya. Haleluya. Kiapo tumwambie hiyo ya tatu ndio tuko leo. Ya kungoja Bwana kwa utakatifu, hiyo tunaendeleana nayo. Ya kushuhudia tumekuwa tukifanya hivyo. Sasa leo nataka tuingie kwa kumiliki. Na sasa tukiongea hivyo, hapo ndio inatupatia tuelewe kwa nini hii ambacho inafaa ni miliki, kwa nini sina. Mbona nimekuwa nikitafuta na sipati? Mbona nafanya bidii lakini sioni matokeo? Sasa kwa mikutano kama hizi ndio tutakuja kupata majibu. Wana wa Israeli in Judges chapter 6. Maandiko yanasema wana wa Israeli wakamlilia Mungu. Wakamwambia Mungu wa Midianite wametumaliza. Na tunataka utusikie. Kwa mstari wa 6 Mungu akatuma nabii kwao. Exodus chapter 3. Wa Israel wakalia kwa sababu ya wa Egyptians. Wakamulilia Bwana. Verse 3 Mungu akamtumia nabii. So wakati watu wanalia watafute majibu yanayojua la kufanya, Mungu tuma nabii ili aje ajibu maswali yao na maombi yao. Leo niko hapa kujibu maswali ya mtu, kujibu maombi ya mtu. Amen. Amen.
Now, ore tanakata kumiliki, unajua nimesema the whole chapter. Sasa zile vitu naongea zote iko the whole chapter hii. Wacha basi nisome ndio usikie vizuri. Sitahubiri sana. So don't worry, I will release you shortly. Inasema verse 1. But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers of and the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. Since you are precious in my sight, you have been honored, and I have loved you. Therefore, I will give man for you and people for your life. I will give men for you and people for your life. In other words, there are some people who are supposed to die and go so that you can live. Don't worry, before Sunday you'll understand me. Geukia mtu mwambie kabla ya Jumapili utaelewa huyu mhubiri. Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my son from afar, and my daughters from the end of the earth. Let me jump. Go verse number 17. Who bring forth the chariot and horse, the army and the power? They shall lie down together. They shall not rise. They are extinguished. They are quaint like a weakling. Verse 18. Do not remember the former things, nor consider the things of the old. Verse 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. And somebody say amen. And somebody say amen. Hii ni maneno ya ukombozi. Job 22 verse number 28. The Bible says decree a thing and it shall be established for you. Narudia tena. Tangaza neno na neno litadhibitika kwako. 44:26 Isaiah inasema, who confirmed the word of his servants. Anatimiza maneno ya mtumishi wake. Jeremiah chapter 1, the whole chapter, but verse 4 na verse 12. Unaona nini Jeremiah? Naona mtu ya mulozi anasema, anaambia unaona vizuri kwa sababu kile natafuta ni neno langu litimize. Maneno haya yote yaliyotamkwa kwa Biblia ni maneno ya kufuatilia, ikuongoze na ikuongoze mpaka utoke mahali umefungwa na uingie mahali Mungu anataka ukue. Sasa mnisikia vizuri jioni ya leo. Mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja wenu na kwa kila mmoja aliyeokoka ni afurahie wokovu.
ni ujifunie Mungu. Unapoongea mbele ya watu, unapotembea, watu wapende Mungu wako. Na watu hawezi kupenda Mungu wako kama unafinyika. Watu hawezi kupenda Mungu wako kama unaumia. Wakati unaumia, watu hawezi wakapenda Mungu. Wakati unatembea miguu hauna gari, wakati unaishi kwa nyumba kupangia hauna nyumba, wakati unalala hospitalini we mgonjwa, wakati umeshindwa kusomesha watoto wako, wakati umekosa pesa mfukoni, wakati umechanganyikiwa na hali ya kimaisha, wewe ukatumikia Mungu na wewe kashuhudia. Lakini wakati umebarikiwa, hata ukitembea, watu wanatamani kukuuliza unaitwa nani. Watu wanatamani kukufanya rafiki wao, kwa sababu vile inaonekana nje na zile vitu uko nayo, wanatamani kuwa karibu na wewe. Sasa mimi niko hapa kutangaza ukombozi katika nyumba yako. Maana ukishakombolewa, kukombolewa ni kusema kuna mahali ulikuwa, sasa kuna mkono ingine imekuja ikakutoa hapo ikakupeleka mahali pengine. Mnanielewa sasa? Geukia jirani mwambie pastor anaweka msingi. Praise the name of Jesus. Tunapoongea juu ya ukombozi, tunaongea juu ya kuhamishwa. Ulikuwa maskini, sasa umetoka kwa maskini umeingia kwa utajiri. Ulikuwa mgonjwa, lakini sasa umetoka kwa ugonjwa umeanza kuwa na afya. Ulikuwa tasa, sasa tumbo yako imeanza kubeba watoto. Ulikuwa umefungiwa kiwango kimoja ya kimaisha, sasa umeanza kupanda juu. Maana ukombozi ukija, hata huduma kama hii, kama walikuwa wamejificha kwa kiwango kimoja, mambo yanaanza kubadilika. Ukombozi inaanza kwa watoto, inaenda kwa watu wakubwa, inaanza pia kwa wakubwa, inaenda kwa watoto, inakuwa pia hata kwa watumishi. Watumishi wa Bwana, nataka usikie, ukombozi ukija juu yako tena, maana ukombozi ni process. Kuokoka, umeokoka, amen. Mbinguni unaenda, amen. Imani uko nayo ya Kristo Yesu, amen. Lakini kuna mahali uwezi ukafika kama hauna mambo zingine fulani. Kwa mfano, uwezi ukatembea kwenda Amerika kama hauna visa. Mfano tu, uwezi ukaenda Nairobi miguu. Unahitaji gari, either gari lako ama matatu, na matatu lazima uwe na pesa. Kuna mahali uwezi kwenda kama hauna vitu zingine. Nao niko hapa mimi kusema Mungu tayari ametoa ahadi ya kwamba wewe ni wake. Vile umeokoka, wewe si ya waganga, wewe si wa kisasi ya wachawi, wewe si wa wale waliofungwa na maroho ya kitamaduni. Tayari wewe Mungu amekutoa, alikutoa kupitia Yesu. Sasa vile umekubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari wewe umetoka. Nao wewe uliyetoka kwenye hiyo giza, sasa ndio Mungu anasema wewe ni wake. Kwa sababu wewe ni wake, lazima ufurahie vitu vya Mungu. Wananishika ama anakimbia sana ama nawakanganya, naenda polepole, naenda kwa ile, mnapata? Sasa mnisikie, wale wote wameokoka wanafaa kutembea katika neema ya ukombozi na wafurahie
neshipakino matunda ya ukombozi. Irmatunda lenjeunoro. Amen. Amen. Nilikuwa nasema mchana mahali. Hagra brother unaona dia iwe yagra ubiri dama. Kuna mahali nilikuwa nahubiri mchana. Edido inagra ubiri dama. Nikasema najonji saa zingine mtu wa rohoni ni ngumu kumuelewa. Ora lungani dia adwalda na kekol pe mbungolenga najedo. Nikawapatia mfano ya ndovu. Naisho angiranyo kwa orkanja. Wangapi wanajua ndovu? Kajalo yolo orkanja woi. Kuna juu. Wangapi wameona ndovu? Kajalo rudwa. Na ndovu ora orkanja woi. Kule kwetu iko ndovu nyingi. Ore dia narok na yuko mogirkanja woni. Mahali niko na farm ya ng'ombe. Ewe ni araye olchamba lo ringishu. Zinakula pamoja na ng'ombe yangu. Kenya nda ngujire ne bongisho nyana. So ndovu ora orkanja woi. Ikipata harufu yenye ipendi. Teneni ngor musile menyor. Inashika mchanga. Ne dumenderi. Inarusha. Ne swaya. Alafu inaona upande ile mchanga inaenda. Ni ngor nalo na lenderi. Na upande ile imetoka. Na inalo na ngwa. Alafu anaanza kufuata ile upepo. Ni derwa ngor asuja la dosi. Na anafuata harufu kulingana na vile anaona upepo inaenda. Na agasoja musila na anadolo siwe lo. Kwa sababu macho yake haiendi mbali. Ame ngonyega na lakwa. Anafuata upepo. Na sojo siwo. Hivyo ndio mtu wa rohoni yuko. Nijeri walonga lolda. Saa hii ninaenda kwa maeneo tofauti. Ninawatafuta, ninaongea nikiwatafuta mahali mko. Ora na nagira kubrika gira ngoro. Geukia jirani mwambie unatafutwa. Ya gira ngoro. Ninaongea na wewe na kufundisha nikikutafuta. Kagira ngoro de ngobalda. Yesu alimwambia mtu anaitwa Nicodemus. Nejo giye solo ne Nicodemus. Yohana chapter 3, all of us we know is a Sunday school scripture. Yohana amari unige yolo mbanga ngera Sunday school. Usaliwa mara ya pili. Tenero giine ni are. Uwezi wana ufalme wa mbinguni. Mere ningo biru ngiro lige ber. Wakabishana. Nidhi bishana. Aje. Aikona jaja. Mimi. Lakini Yesu akamwambia in verse 7. Nejo giye sorge ile bishana. Mtu wa rohoni. Ora lungane lodia adwaldao. Ama mtu wa aliyesaliwa mtu wa rohoni. Ora lungane lodia adwaldao. Anamwambia nejo ginji ni kama ediwana upepo. Ediwana usiwo. Hakumwambia ni kama upepo direct. Alimwambia kama vile haujui upepo mali imetoka. Ora ne nimiyolo siwe ni ngwa. Upepo mali naenda. Nimiyole nelo. Kadhalika mtu wa rohoni. Ora na neje sinye ediwana mtu wa rohoni ni kama upepo. Ediwana usiwo. Geukia jirani mwambie mchungaji anakutafuta. Basi ndio kile tunafanya ngoro. Tunatafutana. Ya kile ngoro. Nyosha mkono sema nitamiliki. Tejo sie kala jungna. Sema kwa sauti sema nitamiliki. Tejo kajungna na narana hivi. Sema kwa sauti sema nitamiliki. Tejo kajungna na narana. Sema tena sema nitamiliki. Tejo kajungna na narana. Kwa sababu wewe tayari umekombolewa. Wale dangara kinenge magyara lapo. Ama umetoka katika giza. Shirumuko diadu ya naimen. Umetoka kwa dunia ya ambao sio ya imani yetu. Unajua wale tumeokoka kuna mambo tayari tumetoka na hatuwezi kurudi huko. Tumetoka kwa usuda. Tumetoka kwa chuki. Tumetoka kwa usharati. Tumetoka kwa pombe. Tumetoka kwa uchuki. Tumetoka kwa uchungu. Tumehama. Sasa mahali tuko ni mahali ya kumiliki. Kwa sababu nataka pia ujue mtu wa kumiliki sio kila mtu. Kwa sababu kuna mtu mwingine akipata umiliki anatumia kuharibu kazi ile ambayo Mungu ametengeneza. Kweli sio kweli? Lakini sikia, umiliki ninaongea habari yake ni gani? Ashwaya umiliki yako your possession narani nono, not inheritance but possession. Ayana na narani nono. Umiliki ni kitu chako na aya na nareni no ambao unatawala na unafanya kile unataka na unatumia vile unataka. Hii ni simu yangu, naweza kukupatia ama nisikupatie kwa sababu iko katika utawala wangu. Mungu akupatie umiliki. Joshua anaambia
Not Joshua. Caleb anamwambia Joshua. Nejoki Caleb Joshua. Hii mlima Hebron. Ore ile donyo ile Hebron ni yangu. Olalai. Ile donyo ile Hebron ni miliki yangu mimi na familia yangu. Nan olalai ile donyo marilai. Kwa sababu nilipewa. Amai shogiaba. Mbele yako kisikia. Taduko ya yini ngito. Miaka 40 iliyopita. Ore la rina tamoro lusaidia. Hii mlima nimepewa. Ore ile donyo ishogiaba. Na Mungu ameniweka hai leo. Na tupekanga imaraka nataka umiliki yangu. Lazima ba ile donyo ana olalai. Mulima. Ore donyo sio eka mbili. Mega yare. Ni mlima. Oldonyo. Umiliki. Ajung. Ninapoongea juu ya umiliki siongei juu ya kanisa moja. Magara rai mage kanisa nabo. Kama wewe ni mhubiri wa injili, siongei juu ya gari moja. Siongei juu ya kubarikiwa na kadigrii kamoja. Magara mage kama naongea juu ya kitu ambao ukiwa nayo endoki na adinitum unafuatwa. Nige sujo losho. Amayada. Hiyo ndio inaitwa umiliki. Hiyo natoke je aya na narani nono. Nao watu wengi kanisani kwa nini hawajamiliki? Ainywa ba ore tungana kumodietwa kanisa ni ore jungundogiri narango nenye. Una vikwazo ya kumiliki. Kankara kigeri ngiboro na gira iboyo nincha mirige aya. Hizo ndio nataka ni nene kesho. Na giboreta aina emagira iseri. Vikwazo ya kumiliki. Ntogiri na iboyo tungana ka mirigi aya ndogiri ngenye. Kwa nini unaomba na nikana kwamba hakuna majibu ya maombi? Ainywa biyo moniro nimitumita walate ngomono. I will tell you tomorrow. Kali gira iseri. Lakini sikiza. Kage nini ngana? Kabla nikwambie vikwazo. Eto nitu aliki na kiboreta. Ni mapenzi ya Mungu. Eyeuno rankai kwa mtu aliyeokoka. Toltongani otajeugo. Awe kielelezo. Peyeku ewala shibe yekwandoko. Pegwe nkitanyanyukoto. Thank you. Woro oltung'ani pookin otajeuo neruko olairoriani. Mtu yeyote aliyeokoka na kumwamini Mungu keishiakino peeku enkitanyanyukoto nasujari. Anapaswa kuwa kielelezo inayofuatwa. Woro oltung'ani pookin otajeuo, mtu yeyote aliyeokoka keishiakino peeku oltaa osuji. Anastahili kuwa taa inayofuatwa na wengine. Ama mfano. Woro oltung'ani pookin otajeuo, mtu yeyote aliyeokoka keishiakino peeku esongoyo na esuji pookin ng'ae eropili enye. Anastahili kuwa manukato inayofuatwa na watu wote. Oltung'ani mujo otajeuo, mtu yeyote aliyeokoka keishiakino peeku esongoyo. Anastahili kuwa manukato. Ore naari kitisho zamani tukiwa machungani, ewei neune songoyo, mahali songoyo, mahali hiyo mimea inaitwa songoyo ambayo ina harufu ya manukato. Kiede songoyo tanako? Sijui kama askofu anauliza kama sijui kama hiyo mimea iko maeneo haya. Meti. Iko na harufu inakaa kama manukato. Inaitwaje kwa English? Kwa lugha ya Kimombo. Ya songoyo. The songoyos. Ile inaitwa nini? Ni perfume lakini kuna kamimea ni mimea inamea msituni iko na harufu kama ya perfume. Ama nilemo naita rose what? Rosemary. No. Sio hicho. Sasa sikizeni. Woro oltung'ani mmoja orajeu, mtu yeyote aliyeokoka na kishiakino neeku entoki sidai nang'uar pooki ng'ae. Anastahili kuwa kitu njema ambayo inatamaniwa na kila mtu. Kanyoo namitiki olairukoni metaa meng'uarayu? Ni nini nafanya muamini awe sio mtu wa kutamanika? Kanyoo namitiki oltung'ani otajeuo neiruk Enkai metaa mmee oltung'ani ong'uaru pooki ng'ae? Ni nini naifanya mtu aliyeokoka na kumwamini Mungu kuwa mtu ambaye hatamaniki na watu wote? Kajo ejito kayieu nayiolou ina. Ni wangapi wanasema nataka kujua hiyo? Ore ake piitum irmang'ati lenjung'ore ino araki lentoki ino, ukipata maadui wa baraka zako ama hatima yako, nikisuj ainyal pooki toki ino sidai pee ming'uar pooki ng'ae. Wanakufuata kukuchafulia ndio usitamaniwe na watu wote. Unapokuwa na uwezo wa kumiliki, maadui wanakufuata kukuharibia. Mnasikia? Mnanipata? Ege ni ndoto? Nimekuja tuongea na nyinyi pole pole. Nimejaribu kwenda kwa ile gia yangu naona hapana. Wacha tu. Na watafuta bado, na watafuta mahali tuko.
Adejalo nurgiele shimara na dola jo mibobo tembigiria Maria na do padumano torendai. Geukia mtu mwambie maisha yako Ya gore ngishu ino lazima itamanike. Lazima bela yana na narane nyanak. Lazima pia watu wale lunganak waanze kujisikia na wewe. Peda lunganaka ningesidai kiboidara shikiria Maria. Na nimekuja hapa katika jina la Yesu. Na yewende dangarne Yesu. Wale ambao mnaonekana maisha yenu iko chini. Wale lela wale kishinjege tia bori. Kwa mafuta. Wale daila dangai ya kitingatinga. Ela dol tingatinga. Itakungoa hapo. Ekito tuteine. Wale wanakuonanga ndubia. Lelo lekedo le na ijoro tupia. Wataanza kukuona na meza mate. Kiderua do liderua ai jonga malak. Kwa nini? Kwa sababu kile Mungu atafanya hapa amore ndo na senga idene itafanyika maana unampenda yeye. Na gesa munyorankai. Na vikwazo ya kumiliki kwako. Wole na nigi mboye be mijungo. Tunazitakakanya leo. Kibora rara tanolo. Tutatarara. Kibora rara ai nyal kibore na bogni kigira iboyo. Kutarara. Tunaenda kutarara leo. Kutakakanya. Na kwa raramo. Kutakakanya. Kukakanya ni kusagazaga. Ni kuharibu kabisa. Hiyo hakuna vitu inaweza unganishwa. Yesu anasema jiwe hili likikuangukia unavunjika kabisa. Hakuna kitu tena itakuwa itashikanishwa. Na nimekuja katika jina la Yesu. Chochote inakuzuia usimiliki itavunjwa. Nasema itavunjwa. Nyosha mikono, sema Baba, 2026 chochote inaonizuia nisimiliki miliki zangu, sema leo yeyuka, sema leo haribika. Ndio manake nimekuja kukuambia wewe uliyeokoka, anayekuzuia wewe kumiliki atayeyuka kama konokono. Nyosha mikono, sema Baba, leo anayenizuia kumiliki, sema leo vunjika. Keti. Torana. Geukia jirani mwambie leo hii vikwazo ya kunifanya nisimiliki leo tutamaliza. Tingatinga haitaki kujua kama iko na lami ama hakuna. Itafika mahali naenda. Tingatinga ikikuta mawe inaondoa, ikikuta mulima inavunja, ikikuta mti inaangusha. Nimekuja hapa na resho. Chochote inawata resho. Hizo resheta leo navunja. Nasema leo na resho. Lazima hizo resheta leo tutazivunja. Hizo vizuizi zitaondolewa. Kumbe jina yenyewe inaitwa na resho. Jesus. Geukia mtu mwambie na resho. Gore na resho. Wore resheta bokin. Kegela taadhara na gawari. Itafunjika leo. Ajojudo kegela resheta bokin. Sema vizuizi itafunjika. Resheta kwa jina la Yesu. Neno na resho iko na maana karibu 3 kwa Kimasai. Neno wale ndio na jina resho na rangi. Maana ya kwanza ni mtego. Na resho inamaanisha mtego. Inamaanisha nini? Mtego kabisa. Mtego na resho. Daudi anasema walituwekea mitego. Mitego zao zikavunjika na sisi tukapita. Leo mitego yote ana resho. Wachawi walioleta mitego leo mitego zao zimeteguka. Geukia mtu mwambie resho na resho. Pamoja na resheta zako. Ore po kile wale na murua. Wanaume wote
Resheda. Wamewekewa mitego. Kigile lo Resheda nei nilewa Resheda. Leo. Lebiangana lejo ore bo Resheda. Sema kila mtego. Walipigana kilewa. Wamewekewa wanaume. Tejo ore rata. Jioni ya leo. Tigila yo Resheda. Fujika mtego. Tejo me tigila yo Resheda. Fujika mtego. Amen. Keti, mwambie jirani yako leo na resho. Mwambie wale na resho. Hiyo resheta. Ila mtego. Tutatigila hizo resheta. Tunavunja mtego. Tutatigila hizo resheta. Kintigila lo resheta. Mwanamke mchawi hataishi. Wale kidoka sangudo ni mebigo. Na leo atayeyuka kama konokono. Na gelora rasho la orgendi. Nasema mwanamke mchawi hataishi. Wale kidoka sangudo ni mebigo. Leo naachilia moto hapa. Kimu jange madene. Inaozuia ninyi kumiliki. Na ambigo na ibo ndabidi. Wale wanataka kusonga mbele kimaisha. Leo nimekuja na neema ya tingatinga. Iharibu kila kitu kwa mafuta ya Bwana. Kupitia ila rangai. The first meaning ya narration ni mtego. Ya pili inamaanisha kungoja. Na anyo. Areshu. Geukia mtu mwambie wewe lazima ujue maneno. Inamaanisha kungoja. Ulingoja muda mrefu. Leo nimekuja kusema wakati wako wa kungoja imefika mwisho. Nyosha mikono, sema nitapata. Sema nitamiliki miliki yangu. Watu mumengoja hapa sana. I'm waiting upon. No. Masikia. Umengoja muda mrefu. Mungu ameniambia nikwambie. Msimu wako. Msimu wako umefika. Watu wengi hawakujui hapa. Wanaona tu mwanamke mweusi anaotembea akifanya vitu huko na huko, lakini kile umebeba ni kubwa kuliko vile unafikiria. Na Mungu ameniambia nikwambie wakati wako wa kungoja imefika mwisho. Mafuta hii ya Bwana inakunyanyua hapa na inakupanda mahali unafaa kuwa. Miaka yako ya kuteseka imefika mwisho. Wanaokufuatia kupitia uchawi Bwana ananiambia nikwambie,